Kutokwa na damu ukeni sio mara zote kunasababishwa na mabadiliko ya homoni, yaani hormone imbalance. Ingawa mabadiliko ya homoni yanaweza yakawa chanzo, lakini ziko sababu nyingi sana ambazo zinahitaji uchunguzi wa kitaalamu wa daktari. Sababu hizo ni kama ifuatavyo. Namba moja ni ujauzito na matatizo yake. Mtu anapopata ujauzito, kuna dalili zile za kawaida za awali ambazo damu zinatoka kama vispoti. Hivyo visikushtue zaidi. Lakini kwa wale ambao ni wageni kabisa wa matatizo ya ujauzito, wanaweza wakashtuka. Kwa mfano, kuharibika kwa mimba, miscarriage. Hapa damu hutoka nyingi sana mpaka baadhi ya wadada wengi huwa wanashtuka. Hiyo pia ni sababu ya kutokwa damu nyingi ukeni, isije ikakuchanganya na mabadiliko ya homoni. Nyingine ni maambukizi katika shingo ya kizazi au maambukizi ndani ya kizazi. Maambukizi haya mara nyingi husababisha kutoka kwa damu ukeni. Kingine ni uvimbe katika shingo ya kizazi au uvimbe ndani ya kizazi, ndani ya mji wa kizazi, husababisha damu kutoka ukeni. Na hapa mara nyingi watu wengi huwa wanapigia simu marafiki tofauti kuwauliza, na marafiki wengi huwa wanaishia kusema ni hormone imbalance. Tusirely sana ama tusilalie sana katika upande wa hormone imbalance. Matatizo yako mengi sana ambayo yanaweza kusababisha kutokwa kwa damu ukeni. Kingine, saratani ya shingo ya kizazi imekuwa ni namba moja cause ya bleeding, kutokwa na damu ukeni. Na pia saratani ndani ya mji wa kizazi, mtu unaweza ukapata kutokwa na damu kwa sababu hizo. Sababu nyingine ni matumizi ya madawa. Kuna madawa ya uzazi wa mpango. Madawa haya yameleta changamoto kwa wadada wengi zaidi. Yanaingilia mzunguko wa hedhi wa kawaida, na hapo msichana huwa anatokwa na damu katika hali isiyo ya kawaida. Na muda mwingine damu inaweza zikatoka mwanzo wa kubarehe au katika ukomo wa barehe, damu zinatoka. Sasa hizo zote ambazo tumezianalyze hapo ni sababu za kutokwa na damu ukeni. Lakini ikiwa utatokwa na damu nyingi isiyo ya kawaida, aidha baada ya tendo la ndoa, kuna watu wakifanya matendo ya ndoa wanatokwa na damu isiyo ya kawaida. Kuna wale ambao hawajawahi kupractice sex tangu wamezaliwa, tunawaita jina ambalo limezoeleka kwamba ni virgin ama bikra. Wanapoanza kupractice sex kwa mara ya kwanza, obviously waga wanatokwa damu, lakini tunazungumzia kwa mwanamke ambaye sio bikra. Wewe kila unapoenda katika tendo la ndoa unatokwa na damu nyingi isiyo ya kawaida. Katikati ya hedhi damu inatoka nyingi isiyo ya kawaida, na hata mara baada ya ukomo wa hedhi damu inatoka nyingi isiyo ya kawaida. Chonde usijitibu kimya ukidhani kwamba ni mabadiliko ya homoni au ukadhani ni hormone imbalance. Fika moja kwa moja katika kituo cha afya au hospitali kwa uchunguzi zaidi wa kitaalamu wa daktari. Kwa nini tunasema hivi? Kuwahi kugundua tatizo halisi kunaweza kukaibeba afya yako katika hatua nyingine ya mafanikio. Kwa maana kuna vitu tunaita kwamba mismanagement. Unaweza ukawa unadhani ni hormone imbalance, kumbe ni saratani ya shingo ya kizazi. Unakuja kugundua ni saratani ya shingo ya kizazi, tayari it is too late, imeisha sambaa na inakuwa haiwezi kutibika.
Unaweza ukadhani ni hormone imbalance, lakini unapokuja kugundua tayari it is too late. Kumbe ni saratani ya mfuko wa mimba, mfuko wa uzazi, na moja kwa moja unapoteza kizazi na unaweza ukapoteza maisha pia. Kuwahi kugundua tatizo halisi huokoa afya yako pamoja na maisha. Nitakupa scenario 2-3. Nimewahi kupata watu tofauti ambao walidhani ni hormone imbalance. Walikuja hospitali wakiwa wamechelewa. Kwenda kupima ultrasound, inaonyesha kuna uvimbe mkubwa sana na tumbo limeinuka, limekuwa kubwa. Utafikiri ni mjamzito. Kumbe tayari mji wa mimba umepata uvimbe na ule uvimbe umeenda ukikua. Dada yule alifanywa operation, kile kisado kilijaa ule uvimbe, visado kama 1.5 walitoa ule uvimbe. Unaweza ukaimagine ukubwa kiasi gani ambao watu walitoa mule ndani. Maana alichanganyikiwa, damu zilianza kutoka kidogo kidogo akidhani ni ujauzito, na dalili zikaanza kumwijia kama za ujauzito, akitema mate, vichefuchefu. Lakini lile wazo la kwenda hospitali mapema, wala kuangalia ultrasound na vipimo vingine vya kidaktari vingeweza kugundua kwamba una uvimbe. Alikaa akilea akifikiria ni nini, ni ujauzito, lakini mwisho wa siku walikuja kukuta kwamba ni uvimbe mkubwa ambao umegeuka kwenda kwenye saratani, na tayari imesambaa, imefika kwenye mapafu, imefika kwenye maini. Ni hatua ambayo haikuweza kutibika na dada yule alifariki. Kwa kukomelea tu, watu wengi wamekuwa wakipigia simu ndugu zao, na wengi wamekuwa wakienda kwenye maduka ya pharmacy. Hatukatai unapoenda katika maduka ya pharmacy, na kama kuna mtaalamu yoyote anayefanya biashara ya madawa, mtu anapokuja akikuelezea kwamba anatoka na damu ambazo haelewi, msaidie dawa kwa kipindi hiko, lakini mshauri afike hospitali. Maana pharmacy hauwezi ukakuta ultrasound, pale ni madawa tu. Sasa tatizo ambalo linahitaji ufike hospitali, usilipeleke pharmacy. Ukipewa dawa, kama ulikuwa unasikia maumivu, damu zikiwa zinatoka, ukapewa dawa za kuzuia kutoka kwa damu, ama ukapewa dawa za maumivu, hata ukipewa hizo dawa za kusema zinatibu hormone imbalance au mabadiliko ya hormone, lakini tunakusihi, fika hospitali. Utaandikiwa vipimo, utaangaliwa ndani ya mji wa mimba, utapimwa ultrasound, watu watakuona in and out, watajua nini chanzo cha kutokwa na damu. Na unasema miruzi mingi humpoteza mbwa. Unapopata ushauri tofauti na watu wanakupa dawa, mtu anakuandikia tu dawa, anakuambia katumie dawa hii, lakini hakushauri uende hospitali ukafanyiwe vipimo kwa tatizo la kutokwa na damu, ukeni, huyo mtu muogope. Msikilize, tumia dawa, lakini fika hospitali ukafanyiwe uchunguzi. Daktari atakapokuona akakuandikia vipimo, watakugundua mapema na watatoa. Kwa mfano, wakikuta kiuvimbe ndo kinaanza, ndo kinasababisha kuvuja kwa damu, watakitoa na utapona. Lakini chonde usijitibie nyumbani kutokwa kwa damu ukeni, ukidhani ni hormone imbalance, ukidhani ni mabadiliko ya hormone. Vingine sio mabadiliko ya hormone. Negozaki Empire Health Adventures.